wamefaidika na chang'aa na busa, na huku mnasema chang'aa na busa ni mbaya. Fisadi waibuka huku OCS, baadhi ya machifu na baadhi ya wanapolisi wakilengwa kulinda biashara ya pombe haramu katika kaunti ya Uasin Gishu. Shutuma nzito za ufisadi zimeibuka dhidi ya maafisa wa usalama katika eneo la Mossbridge, ambapo OCS wa kituo cha polisi, chifu wa eneo na baadhi ya maafisa wa polisi wanadaiwa kufaidika na biashara ya pombe haramu. Only people wenye wana benefit, watu wenye wanafaidika na chang'aa na busaa ni OCS, especially Mossbridge, ni Home Guards, nyumba 10 au ndio wanafaidika. Kwa mujibu wa madai yaliyotolewa na Nelly Some, mtetezi wa haki za binadamu, maafisa hao wamekuwa wakipokea hongo kutoka kwa wanawake wanaotengeneza na kuuza pombe haramu ili wasikamatwe. Inadaiwa kwamba wale wanaolipa ada maalum hulindwa dhidi ya misako ya polisi, huku waliokataa wakilengwa na kukamatwa ili kuwatisha. Na hiyo kitu kidogo yenye nilikuwa nayo ni yenye wanachukua hiyo. Inabaki bure na ninawachukua ni wanafunzi. Mama hao wengine ni marehemu. Sina vile ninachoweza. Wamenisumbua kwa muda mingi kwa hii boma wakichukua haki. Tayari wanajitafutia, labda akifaidika sana amepata kama 800 600. Kusema kweli, hii biashara tumechukua kwa muda mrefu, lakini tumesha watoto ndio wapate lunch, ndio wapate kinywaji asubuhi, ile hali hawa watu wametunyanyasa. Na kaza hii watoto wanasoma juu ya pombe. Nataka watoto yangu wasome, wakifanikiwa hii pombe ndaacha. Nelly Some aliandaa mkutano wa hadhara na wanawake zaidi ya 75, huku akiwapa ahadi ya kuwabadilishia maisha kwa kuwakabidhi shilingi milioni 1.6 ili waweze kuanzisha biashara nyingine na kuachana na biashara ya uzaji wa pombe haramu, huku akisema kwamba biashara hii ya pombe haramu haiwafaidi wanaohusika. Nikiripoti kutoka Mossbridge katika kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Daniel Sisiwa.